Leo mpaka watoto wa kiume washaharibika, wengine wanaume wanaitwa mashoga. Ufisadi ulioenea katika ardhi, eti kuna mashoga mpaka skuli hivi sasa hivi, baadhi ya skuli kuna watoto mashoga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na kama mmo humu ndo tunakwambieni, mwanamume mzima vipi utakuwa shoga we? Vipi uwe shoga we? Yeye tunategemea utaoa wake 2, 3 mpaka 4. Hebu tizama kundi la wanawake lilokuwa, wataolewa na nani? Na nyie mshajifanya mashoga nyie mchezo nyie. Kazanati, tulipo hapa si pazuri. Kazanati, tuyafanye mema, sifanye mchezo. Lazima turejee. Hivi sasa hivi hali imekuwa mbaya, na baadhi ya wanawake wanafika kusema, hata hususan watoto wa skuli wanasema, uko mbele, uko kwa serikali. Mbele ya wapi? Mbele ya wapi? Mbele ya nyumba? Sehemu ya uko Beti la Jaibu kwangu mwenyewe. Kwa hivyo wazungu wapite tu Acheni kasumba hizo. Tutakuja kupitisha kipimo mwa watoto wangapi wazima. Kama hawatokimbia mwingine. Kipimo kwa wanaume na wanawake. Tunatoa vipimo wote, maana habari ishakuwa kubwa. Kwa wanaume na wanawake tunaleta madaktari skuli. Zamani tulikuwa tukifanyiwa haya. Mimi nakumbuka mimi mwenyewe babu yangu alikuwa dokta, anaitwa Dr. Hussein. Na mimi ndo Hussein wenyewe, na mimi ndo hivyo. Kazi kwenda mbele tu hapa. Dr. Hussein marehemu alikuwa akifanya kazi hiyo hospitali. Kazi yake, ufundi wake mkubwa yeye, ukaguzi wa utibabu wa meno. Tulikuwa mashuleni huko, nakuja gari hapo, unakuja mpaka hapo, wanaitwa watoto wote wanachekiwa vinywa. Funua kinywa, angalia jino gani bovu. Nafasi hizo zilikuwa zinapatikana. Sasa hivi watoto mnajifanya wajanja, mnajifanya ngangari. Basi tunasema, tunaishauri serikali ilete vipimo kuwatizama watoto gani wazima. Sio tunasomesha watu washachanganyikiwa bwana. Msalieni bwana Mtume. Somesha watu washachanganyikiwa bwana, washaingia kwenye liwati, washaingia kwenye mambo mbalimbali. Utamsomesha atafahamu. Akikaa unamwona anamkumbuka mpenzi wake. Kaka wewe kile ukimsomesha jitu halifahamu, mwisho utakwenda pale uligonge, kama una nyundo uligonge kwenye kichwa pia halifahamu. Nimeng'ang'ania jitu liko hivi, kaka maiti wa barafu kaganda hivi. Wewe unamsomesha yeye kaganda. Wewe mbona usikiwe? Uko wapi wewe? Unauma leo? Habari hana, hayupo pale. Yuko kwa mpenzi wake, yuko kwenye maasi yake, anakumbuka matatizo yake. Una jukumu gani wewe mtoto? Ndio kuoa hamuoi, kuolewa hamuolewi, mmezuiliwa. Una majukumu gani? Sasa jamani, na hili nalo linachangia kwamba umri wa kuolewa ushafika, lakini bado kidogo na wewe umo tu unazoga tu. Hii nafasi ingetolewa kwamba jamani, viongozi mngetoa hii nafasi. Hawa watu kama kuoana, wanaweza kuoana akaendelea na masomo, sio mbaya. Ili wapate wafahamu, kwa sababu akili inakwenda kwenye mapenzi tena. Kila ikipelekwa mtoto asifeli. Kama mtoto wa kike ubongo unajiandika Idrisa. Tena kama mtoto wa kiume ubongo unajiandika Shalfani. Balaa. Huyu utasomesha mpaka uchoke. Tunasema kiafya pia watu wajiangaliwe kiafya itakuwa nzuri sana. Kiafya mnaogopa, wengine vinakudundeni roho hapo. Na hili ingesikilikana hasa huko, ngasikilikana huko likafatiliwa hili, raha kweli. Na watalisikia inshallah, na wataweza kutekeleza hili litasikilikana. Tushachoka, watu wamekuwa manunda bwana, hawasikii. Watu walikuwa kikauliwa humu, matatizo mbalimbali. Meno yao wanachekiwa, likiwa bovu unangolewa jino pale. Haya wewe, yako vipi?
special watu kutwa nzima gari linakuja mpaka watoto wanatoka mashule. Lakini leo wapi? Mpaka matatizo ya koo unaangaliwa, koo yako vipi? Mtoto unatakiwa usome, uwe msomi, uwe mtoto mzuri, uwasaidie wazee wako kwa ajili ya kile ulichokipata kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili usije ukawa mtoto mkorofi, ukawa huna maendeleo. Uwe mtoto mzuri bwana. Hebu peleleza wewe kwenu, ikiwa wasomi hasa hakuna, wewe Mungu kakuchagua mpaka sasa hivi unaweza kusoma, kichwa chako kizuri, mashaallah, tulia wewe. Baadaye wewe ndio utakuja kuwa ndio zalisho katika familia, wewe ndiye ambaye utakayekuwa watu wanakutegemea katika familia. Je, na wewe ukianguka ukawa wewe husomi, je, wazee watakuwa hali gani? Je, maisha yatakuwa hali gani? Kaa ufikiri ndugu yangu, kaa ufikiri ndugu yangu, usijitie wazimu. Hayo masomo unayosoma, soma na mtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Starehe ukiwa daktari mcha Mungu, ukiwa msomi mcha Mungu, ukiwa meneja mcha Mungu, ukiwa kiongozi mcha Mungu. Hao ndio ambao watakao faulu. Leo wako wapi jamani? Inna lilmuttaqina mafaza.